wa 11. Bwana Yesu, asante. Libariki neno lako sasa. Kwa jina la Yesu. Amen. Biblia inasema hivyo Sulemani akaimaliza nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme yote yaliyomwingia Sulemani moyoni. Narudia tena. Hivyo Sulemani akaimaliza nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme na yote yaliyomwingia Sulemani moyoni ayafanye nyumbani mwa Bwana na nyumbani mwake mwenyewe, akayafanikisha. Bwana akamtokea Sulemani usiku, akamwambia, nimesikia ulioyaomba, na mahali hapa nimejichagulia kuwa nyumba ya dhahabu, nyumba ya dhabihu. Mstari wa 14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Maana sasa nimechagua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kwako huko milele. Nitakuwako na macho yangu na moyo wangu daima. Bwana asifiwe. Nataka tujifunze ujumbe mchana wa leo. Nilipofika hapa, nilipokuwa nimechelewa, mkuta mwalimu anamalizia somo lake. Kama vile alikuwa anaelekea kugusa ujumbe huu. Lakini pia aliposimama mzee wa zamu, alipokuwa anazungumza, nikaona na yeye anaelekea kwenye ujumbe huu. Bwana asifiwe sana. Mimi nikahakikisha kwamba Yesu yupo kazini kwa ajili ya kanisa lake. Bwana asifiwe sana. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kunitafuta na kuniomba, mimi nitasikiliza maombi yao. Kwanza nitaiponya nchi yao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anasema sasa masikio yangu yatafunguka. Masikio yangu sasa yatafunguka. Kinachofungua masikio ya Mungu yafunguke ni kitu gani? Kinachoweza kufungua masikio ya Mungu na macho yake ya kutazame ni kitu gani? Kinachoweza kufanya Mungu masikio yake ya kusikilize na macho yake ya kutazama wakati wote ni unyenyekevu. Haleluya. Ni unyenyekevu tu inaweza kumfanya Mungu akusikilize.
Naweza ikawa unaomba sana, unafunga. Kufunga sio vibaya. Kufunga sio vibaya. Kuomba maombi ya muda mrefu sio vibaya. Lakini Mungu anachokiangalia sio yale matamshi unayoyatamka katika maombi yako. Sio ule muda ambao umepangilia kwenye maombi yako. Sio kwa sababu unajua kuomba vizuri. Sio kwa sababu uko kanisani muda mrefu. Anachokitazama Mungu ndani mwako ni unyenyekevu wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila jambo unalolifanya, fanya wewe ukiwa wa pili. Fanya wewe ukiwa namba 2. Namba 1 awe Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Naona Suleiman, inasema kwamba Sulemani alikuwa na moyo wa unyenyekevu. Sulemani ameazimia kwa moyo wake kumjengea Mungu nyumba ya kuabudia. Kila jambo aliloazimia limetoka moyoni. Kuna mtu anaweza akaja hapa kanisani lakini moyo wake uko mbali na kitu ambacho anakifanya. Bwana asifiwe. Amen. Moyo wake uko tofauti kabisa na maombi anayoyaomba. Moyo wake uko tofauti kabisa na sadaka anayoitoa. Moyo wake uko tofauti kabisa na kuimba kwake anavyoimba. Kila unachokifanya kiambatane na moyo wako. Maana Mungu anaangalia moyo wako. Anasifiwe. Amen. Mungu anakiangalia kile kilichotendwa katika yeye. Wala kuna vitu ambavyo, kuna mambo ambayo tumejizoesha. Kama tulivyosema askofu hapa. Mtu mwingine ibada inaendelea, aone umuhimu wa ibada. Yeye anatembea, mara anakata kona, mara anaingia kulia, anaingia kushoto. Ibada haijaisha, wao tusimame tuombe, yeye anaanza kuchukua viroba vyake, anaanza kukimbia, anataka kuondoka. Na cha ajabu, unajua kama shetani yupo kazini tu ndo anakuzuzua. Cha ajabu, unachukua mifuko yako, sijui pochi yako, unawahi kutoka au uende nyumbani unakaa hapo nje. Sio kama wewe unaondoka, unaenda kusimama hapo nje. Watu ambao wamesubiri maombi yameisha hapa, tumeshamaliza kwa ibada, tunatoka nje tunakukuta. Uliona shida gani kusubiri mpaka ile neno la mwisho askofu aseme nendeni kwa amani ya Bwana? Unaona shida gani? Vitu hivi unaona kama ni vidogo, lakini vina vizuizi vikubwa sana katika mambo ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Watu wakasema hapa Mungu hayupo. Bwana nimeomba sana. Bwana Mungu angalii kile unachokitamka. Moyo wako umejaza vitu gani? Haleluya. Na katika nafasi ya unyenyekevu kuna vitu viwili tu. Kama hakuna unyenyekevu ndani mwako, ipo kiburi. Unyenyekevu ni moyo, ni roho wa Yesu mwenyewe. Lakini kiburi ni roho ya shetani mwenyewe. Anasifiwe. Sababu shetani alikuwa na kiburi tangu mwanzo. Kilichosababisha shetani kutupwa duniani, kuacha mbingu kule, ni kiburi. Na mtu mwenye kiburi ni shida.
kwanza hataki maonyo. Ukimwonya mtu mwenye kiburi mnakosana. Mtu mwenye kiburi hataki marekebisho. Yeye ni mjuaji. Hebu jua kukutana na mtu mnaongea. Bwana sifiwe sana. Ndio kana mtu mnaongea tu, mnapiga stori za kawaida. Unaweza kumwambia jambo fulani, yaani kabla hujamaliza anakwambia, hilo nalijua. Yeye anataka kuongea, yaani yeye tayari ameshajua. Yeye ni mjuaji. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Na kiburi kinawapoteza wengi. Watu wenye kiburi wamepotea. Watu wasiohitaji maonyo, wasiohitaji kurekebishwa. Watu wenye kiburi. Vitu vidogo vidogo tu kirekebishwa unavimba, kabla unapasuka hasira. Wanakwaya mpo? Anasikia. Kwenye kwaya tu pale umepewa mic bana, imba hivi. Vyombo vinaenda sijui wapi, sauti inaenda sijui wapi. Unaambiwa so hivyo. Ukirekebishwa tu unasusa, mic unaacha siibi tena. Siibi tena, hiyo ni kiburi hiyo. Sababu mtu mnyenyekevu yuko tayari kurekebishwa, yuko tayari kuonywa, yuko tayari kukemewa. Mtu mnyenyekevu yuko tayari. Mtu mnyenyekevu hajihesabia haki. Mtu mnyenyekevu kile anachokifanya anajua sio yeye, yupo anayemwezesha kufanya. Mtu mnyenyekevu. Lakini mtu mwenye kiburi, anatembea kama jogoo aliyovunjika bawa. Unapoona wale wafugaji mnajua lile jogoo likubwa ambalo limevunjika bawa moja limening'inia hivi. Mwenye kiburi. Bwana sifiwe sana. Soma ndio kitabu cha Yakobo. Yakobo sura ya 4. Hebu nisomee Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Ndio. Ndiko nasema, lakini utujalia sisi neema iliyozidi. Lakini utujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema, Mungu huwapinga wajikuzao. Sawa. Bali huwapa neema wanyenyekevu. Bwana asifiwe. Mungu huwapinga wajikuzao. Bali huwapa neema wanyenyekevu. Ndugu yangu, kuwa mnyenyekevu, Mungu achilie neema yake kwako. Bwana asifiwe. Huwapinga wanaojikweza. Huwapinga wanaojihesabia haki. Huwapinga wale wajuaji. Huwapinga wale majeuri. Mungu anawapinga. Lakini anawapa neema wale walio wanyenyekevu. Mungu akiachilia neema yake, anaachilia neema na kibali chake. Bwana asifiwe. Anaachilia neema na kibali. Wewe mwenyewe unajua huko kanisani hapa. Kanisani letu hili mchungaji wetu huyu atumia Biblia yake hii anasimama hapa kutuhubiria. Tunakuta kanisani huko kuna mtu ambaye yupo kiroho zaidi, kuna mtu ambaye yupo saizi ya kati, kuna mtu yuko sifuri kabisa. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Sikiliza. Mtu ambaye ana unyenyekevu yuko tayari kujifunza. Hana ujuaji. Yuko tayari kuelekezwa. Yuko tayari kukemewa. Mtu mwenye unyenyekevu. Lakini angalia mtu mwenye kiburi.
Nataka nikwambie mchana wa leo, unaweza ukaja kanisani kuanzia Desemba, Januari mpaka Desemba, haukosi kanisani hata siku moja. Unafika hapa ni mtoaji mzuri sana, sawa. Lakini kipima unachopimwa sio kuja kwako kanisani siku zote, sio kutoa kwako sadaka unazotoa. Mungu anaangalia unyenyekevu wako ulionao. Mungu anaangalia njia zako unazoziendea. Kitu cha muhimu, kila unachokifanya kifanye katika Bwana. Haleluya. Amen. Kifanye katika Bwana. Naona kwamba Mungu amependezwa na moyo wa Suleiman. Amependezwa na moyo wake kwa sababu ya unyenyekevu wake, kwa sababu ya kule kufanya jambo kwa akili ya rohoni, akili za kupenda Mungu, akili za kumheshimia Mungu. Mungu ufanye namba moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nakumbuka pale kanisani Kinondoni miaka hiyo, mimi nilipo kanisani navaa rubega tu. Nikisema jambo wale Waswahili wale Waswahili wanasema Masai anasema nini? Masai anasema nini? Masai atatuambia nini? Bwana asifiwe sana. Atatuambia nini? Nipo kanisani, nilikuwa ni mlinzi, nalinda kanisa. Bwana asifiwe sana. Nalinda kanisa pale. Hapo kanisa natamani tu kujua mambo ya Mungu. Natamani mjue huyu Mungu tu. Mimi na mapigo unayoona navaa suti hivi ni ndani ya Yesu ujue. Bwana asifiwe. Ni ndani ya Yesu. Na siku ambayo mchungaji pamoja na mwenyekiti wa vijana watengeneza mazingira ya mimi kunivua rubega, maana nilikuwa sitaki kuvua rubega. Maana nilikuwa mimi rubega zangu, yaani mimi nilivaa rubega nilikuwa najiona kwamba nimevaa vizuri sana kuliko wanaovaa suruali. Ana sifa sana. Sasa sio, ilikuwa ni wiki ya vijana pale kanisani. Siku ya Jumatano, siku ya Jumanne, mchungaji akaja kanisani pale. Yuko na mwenyekiti. Mwenyekiti akamwambia mchungaji, unajua yule bwana ambaye tumemwandaa kwa ajili ya kubeba zawadi kumkabidhi mgeni rasmi Jumapili, unajua anaendana na modeli kabisa. Anaendana na modeli hivi. Akamwambia mchungaji, unaonaje kama tukienda kwenda kumshonea yule bwana, tukamshonea nguo yake, kwa sababu amebanwa kazini kule, tumchukue modeli ndio tukampime kwa niaba yake. Mchungaji akasema sawa. Kumbe ni mipango alichapanga ofisini kule. Mchungaji akasema sawa. Nikaenda kwa fundi. Sasa anaenda kupindua mtu mwingine. Lakini fundi ananiambia kaja, anashusha nani mpaka hapo chini. Mimi kimoyo nasema Mungu huyu. Tunafanana mpaka nakuja kumpimwa shauri ya mtu. Kashonewe nguo. Bwana asifiwe sana. Kama nimeshapimwa pale, tunatoka nje akamwambia mchungaji, hata mguu kama vile wanaendana. Hata mguu kama vile wanaendana kitu. Tukaleta na kiatu. Kiatu sasa kibilito nilikuwa pale masengoni yale. Zile tairi za pikipiki zile, nilikuwa ndio viatu vyao. Kila dukani pale ikatolewa kiatu. Kavaa. Sasa kiatu ambayo wale bwana mchungaji alichukua na mwenyekiti wa vijana ni kiatu cha ajabu. Kile kiatu kilikuwa kimechongoka hivi. Tu walikuwa wanavitaja hapo mbele chembamba kweli. Vile viatu kajaribisha.
Nikadu, lakini sasa hata kusimama. Tukaja akasema, hiki kinamwenea. Tukaja akachukua, kaeka kwenye buti yake ya gari. Ofisini. Mwangapi tukaja akachukua ile nguo ofisini. Jumapili imefika kama hivi. Baada anaendelea. Mwenyekiti akampata mchungaji, unajua karejea baada tunamaliza hivi na hivi. Si Masai atoke akavae zile nguo. Wakaniita ofisini. Sasa bwana, yule bwana kule amebanwa, hawezi kuja, mwaka kanisani hayupo. Kwa sababu hizi nguo ulishoneshewa wewe. Mwanangu mole ninakuomba kuvaa hizi nguo. Alafu wewe na fulani utabeba ile zawadi, ukishamkabidhi mgeni rasmi tu utavaa rubega zako. Kwangu ikawa ni mtihani mkubwa. Ofisini uko unafikiria mara mbili. Hadi mchungaji ananyomba. Alimwambia mchungaji sawa. Nikavua rubega. Nikavaa suruali. Sasa nikavaa suruali pale. Ni suti. Na vile viatu sasa. Kutembea nao najua. Natembea kama ng'ombe mwenye mapato. Unajua ile ng'ombe mwenye mapato. Sasa nafikiria mgeni rasmi ni nani? Kumbe mgeni rasmi ni mchungaji mwenyewe. Kwa hiyo mambo yameenda. Hata kati ndio sherehe pale imechangamka. Ile zawadi tukamkabidhi mchungaji pale. Mimi nasema mgeni rasmi ndio wewe mwenyewe, lakini mtu anatoka mbali. Kakabidhi pale. Mchungaji akamwambia mwenyekiti na wazee wa kanisa, kila kitu utakuta ofisini, mimi naondoka. Rubega zipo kwenye buti, kila kitu kwenye buti. Kapiga ugali, kaondoka nazo. Mimi bado imeisha. Sasa mchungaji nampata wapi? Nampata wapi? Enda kule nakuta kuvuli imeningilia mlangoni. Mchungaji ameshaondoka. Natembea na viatu tu paka lakini nachota udongo na mwagia huko. Nachota udongo na mwagia, maana yani mwendo kutembea nazo siwezi. Nikafika wakati sasa nikazoea. Hiyo siku nzima nimetembea nayo tu, nikienda wapi natembea nayo, tunatembea. Paka nimefika usiku. Nafikiri nimevua. Wewe. Nikalala nazo paka viatu sijavua. Nikalala nazo. Asubuhi napiga mswaki na suti. Nikashinda nazo paka nikazoea. Haleluya. Bwana asifiwe. Amina. Baada ya hayo ikawa nipo kanisani pale. Sina idara maalum. Wamama wakiingia nipo. Vijana wakiingia nipo. Mabinti wakiingia nipo. Kanisani hapa. Siku moja mchungaji amkutana na baraza lake. Baraza lake, maana mchungaji wazee wa kanisa, ya halmashauri ya kanisa wamekutana. Na mimi nipo kwenye halmashauri. Katibu akaniambia, unajua Masai, hiki kikao ni akikuhusu. Kama kinamhusu nani? Kinamhusu mchungaji sijui nini. Unaongea nini kwani? Kwani mnaongea kitu gani? Mnaongea mambo gani nyie? Nimeongea mchungaji, sijui na mzee na wazee kanisa na mashemasi, tunaongea mambo tu kuhusu habari ya kanisa. Nikamuuliza swali. Ni mambo ya Mungu au ni mambo yenu? Akasema ni mambo ya Mungu. Kwamba okay, kama ni mambo ya Mungu na mimi nataka kuyajua. Kama ni mambo yenu ondokeni, hakuna kufanyia hapa. Si mimi mlinzi wa kanisa. Mimi ndo mlinzi. Kama ni ya kwenu tu, hamruhusiwi kufanya hapa. Mchungaji akasema mwacheni. Nikaendelea kukaa. Bwana asifiwe. Nikaendelea kukaa, najifunza tu. Najifunza. Kule kukaa chini
Kunyenyekea, kujifunza ndiyo kimenifanya leo na kusimama mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata siku moja nipo pale, nimekaa, nimevaa rubega zangu, namuona mchungaji amevaa suti yake fulani hivi, nikasema ikipata hela ile suti mchungaji alovaa ile, pale nikipata shati ya rangi fulani atapendeza zaidi. Masai lakini kumetisha na jua. Ana sipesa. Nikapambana nikapata hela fulani hivi kama 19,000. Kapata mama mmoja, nikamwambia mama samani, haya mashati haya ya hivi na hivi nikoga na vifungo huko. Unajua yale mashati nikamwambia ni shilingi ngapi? Akaniambia 17,000. Nilijisikia vizuri kweli, yani moyo wangu ulichangamka. 17,000. Mimi ni 19,000, kumbe chechi inabaki. Nilifurahi. Tukaenda na ule mama, nikaenda Kariakoo. Nikachukua shati. Nikaja nalo ofisini. Nikakaa, nikatulia nalo. Jumapili asubuhi nikaingia nalo ofisini. Kaambia mchungaji, shati ile hapa nimekuletea. Hapo nimevaa rubega. Shati ile hapa nimekuletea. Mchungaji akaniangalia. Mchungaji akaanza kulia. Analia kwa uchungu. Mungu unanifundisha leo. Hili kanisa limeanzishwa miaka 90 huko. Hakuna mshirika ambao kuniletea nguo huko ofisini. Leo Masai ameniletea. Mungu unanifundisha nini? Mchungaji anaomba, analia. Baada akavua ile shati ambayo amevaa nyumbani kwake, kwa mke wake akavua. Akavaa ile. Alipovaa ile, mchungaji akaenda madhabahuni, kasimama hapo. Bwana asifiwe. Waswahili kwa akasema, "Amen." Waswahili wakasema, "Amen." Mchungaji akasema, "Nimependeza usijapendeza?" Wakasema, "Umependeza." Akasema, "Shati hili amenunulia mwanangu Moleli." "Moleli uko wapi?" Nikasimama huko, nimevaa rubega. Nimevaa rubega, nikasimama. Waswahili wakaanza wakaanza kunaona. Huyu Masai wa ovyo amechota maji kisimani, amemwaga baharini. Eti mchungaji ndio bahari. Hata maji kisimani ameenda kumwaga baharini. Ana amemwambia mchungaji ana shida ya shati. Sijui nini. Hiyo 10,000 na ngapi hiyo? Angeenda tandika kule. Angenunua kaptura. Akanunua na t-shirt akaacha hizo rubega ambazo amevaa. Waswahili. Maneno ya kaza. Maneno nashambuliwa mimi tu kwa sababu nifanya kitu ambacho sio kizuri. Baada mwenye kitu wa vijana sasa ndio ikawa ndio akabeba sasa kwenye idara yake. Vijana wasipofanya vizuri waambia nyinyi mnakuwa ovyo. Kama huyu Masai. Mnakuwa kama huyu Masai. Yanavaa rubega anajiona sijui nini. Ananunulia mchungaji shati. Nani akamwambia mchungaji ana shida ya shati? Angeenda tandika, angenunua kaptura, t-shirt nini, akaja hizo rubega. Siku hiyo Jumapili kama ya leo, mwenyekiti tena akawaambia vijana, akasema hapana, kwa kweli nimemvumilia sasa bado asili ilikuwepo. Siku hiyo sitaisahau. Asili bado ilikuwepo. Nikachukua fimbo. Ibada imeisha tu. Nikaanza na mwenyekiti, tia bakora kweli kweli. Fimbo kwa mwenyekiti, chapa. Kakibia ofisini, puru. Kera mchungaji, tunakwambia huyu Masai hajaokoka, atakuja kuua mtu hapa. Chiki aliponipiga. Kamwambia mchungaji maneno mengi. Chiki aliponipiga, sijui nini. Nasikia mchungaji uko na akaongoza sauti. Kwani amekupiga? Niko nje. Kwani amekupiga? Ipaka huku. Mchungaji, paka huku ni yeye. Wakati anaeleza nikafungua ile mlango, nimeshika fimbo yangu tu, sijaiacha.
Nikafungua mlango wa ofisi, nikaingia ndani. Mchungaji tayari ameshapewa yale maneno na amekuwa na hasira, na mchungaji wangu alikuwa ni namfahamu mzee wetu mzee Kumundi alikokuwa. Anamvi, alafu ni mweusi. Kwa yale maneno yale amemuikia vizuri. Kwa akawa mweusi zaidi. Kama mweusi zaidi. Mzee kwa anasema, kwa nini umepiga mwanzo? Umepiga, yaani mzee atatamani kuamka. Mimi nimekaa kimya. Mzee atatamani kuamka. Kuja kunikamata, nikasema tayari Waswahili si hawa wameshaungana, wamekuwa kitu hiki. Tena Waswahili wameshaungana, wamekuwa kitu hiki. Lakini na waburuza huku ndani wote, tia bakora wote, sijali nani wala nini. Naondoka. Kwa mzee ikawa anaongea kwa ukali. Mimi sijamjibu chochote, nikakaa kimya. Kana mwanza kuongea, nikamwambia lakini baba, kwani kuna mtu anapigwa bure? Sawa, huyu amekwambia amepigwa. Muda wote baba amenipiga. Si muulize tu. Kwa nini mwana ile amekupiga? Kwambie kwa nini amepigwa. Sasa hilo swali naona likawa vizuri kwa mchungaji. Akamgeuka akamwambia lakini wewe kwa nini Masai amekupiga? Jamani bwana anaongea vizuri. Alipoulizwa hivyo akapata kigumizi. Kaanza kusema mchu. Kusema mchungaji, kama neno mchungaji na shida ni mchu. Ndio mchungaji. Sikiliza. Hiyo mchu inaanzia hapa sasa hivi. Huyu waka hana hii. Inaanzia hapa. Sasa ngoja nikwambie baba, shida ni ile shati nilikupatia Jumapili. Ile shati nilikupatia Jumapili. Huyu mwenyekiti anaambia watu wa kwamba mimi ni Masai wa hovyo. Nimechota maji kwa kisima, nimemwaga kwa bahari. Yaani wewe mchungaji ni bahari. Mchungaji akasema, mama. Ndio hivyo baba, ndio hivyo. Akasema, yaani wewe huyu kondoo huyu. Sasa mchungaji hapa aliposema huyu kondoo huyu anataka kuharibu hali ya hewa. Kulita kondoo. Kulita kondoo anataka kunikosea. Mimi ni mfugaji, najua kondoo walivyo. Na mchungaji akasema sasa unajua mtu aliokoka kumfanisha na kunuka na sio mimi sio kondoo. Basi mtoto mchanga huyu. Wewe tunataka kumwelekeza huyu. Katulia hapo. Tunataka kumwelekeza huyu mchanga huyu. Wewe nani ndo unamvunja moyo? Wewe sio unafanya nini? Tunataka kumwelekeze huyu. Kwa kweli kama ndio hivyo, hizo fimbo za kutosha. Aliposema fimbo za kutosha nikatiwa nguvu. Nikamuuliza mchungaji, kwa hiyo fimbo za kutosha, kwa hiyo nitamani anaambia anza tena hapa. Bwana kusaidie sana. Yamkini leo kuna vitu ambavyo umekutana navyo. Huko kanisani huku unafanya, unajitoa kwa ajili ya mambo ya Mungu, lakini wapo watu ambao hawajishughulishi na mambo ya Mungu. Kazi yao ni kukuvunja moyo tu, kukusema tu. Wewe unajipendekeza, wewe unafanya nini? Wewe sijui unajitoa, wewe sijui kanisa la baba yako. Maneno hayo yapo. Nataka nikuambie mchana wa leo, hayo ni maneno hata kwenye kanga yako. Usiache kufanya mambo ya Mungu kwa sababu ya mtu. Haleluya. Amen. Usiache kufanya jambo lolote ambalo linampa Mungu utukufu, ambalo linampendeza Mungu kwa sababu ya mtu. Mambo ya Mungu ni Mungu na wewe na Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni wewe na Mungu na wewe. Umekuja duniani peke yako, utaondoka duniani peke yako. Fanya mambo ya Mungu sasa. Usimwangalie mtu, usimwangalie nani anafanya. Jiona kama wewe uko peke yako, kazi inakuhusu wewe. Fanya kwa moyo wa kumpenda.
Haleluya. Fanya kwa moyo wa kupenda. Kilichotokea baada ya yale maneno, maana nikajua hili jitu Waswahili wamekaa hapa wajawahi kukumbe, wajawahi kumbekea mchungaji shati. Nilipogundua hivyo nikasema sasa sipambani na wao, napambana na shetani. Nikipata kaenda karibu tunamfikiria mchungaji wangu. Wanasikia sana. Namfikiria. Kasukari tunampelekea. Kilicho swali ilikuwa bei rahisi kweli, kilo 1,000. Ukipata 2,000 na uhakika kilo 2 za sukari. Bwana sifiwe. Shule tukachimba mtaro wa bomba tu, mtaro tu kwa wingi. Tukachimba mtaro tukapata 50,000. Wagawane 25. Nasema sasa kama tulikuwa nikipeka vitu vidogo wanaongea, ngoja leo na maibisha shetani. Nikaenda kwenye duka la jumla nikapata kilo 25 sukari. Nimebaki rubebe na simu yangu iko hapa. Na rungu nimeshikilia. Akasema sasa sio kwamba sina nauli nayo. Lakini sipandi gari. Sina maibisha shetani. Sipandi gari. Kachukua kilo 25 kutoka Kinondoni. Iko begani hapa. Natembea Kawe, nimepita Kinondoni, Moroko, huyo. Niko cheni yote nikaimaliza. Mzigo uko begani. Paka Kawe, nikashuka bondeni pale. Kapandisha paka Mbezi juu. Mpaka bega zangu natembea tu. Asunga kanga. Sasa baba kunywa chai. Ninafungua mlango, huyo niko nje nasikia mzee analia. Halamba mzee analia, Mungu. Sisubiri. Najua na baba na shetani tu, sio mtu. Wewe unafanya mambo ya Mungu kanisani. Ukisikia mtu ameongea unaacha. Unasusa mambo ya Mungu. Ili mtu asiongee. Ili mtu asikuseme tena. Tena nikwambie, watu hao wapo. Hata kama kanisa hili wapo. Lakini watu hao wana maneno pati 1 na pati 2. Pati 1 anakuambia wewe unajipendekeza. Wewe unajiona kama wewe ndio wewe. Si nini. Cheki ukiacha. Ukianza kufanya sio kwamba wataanza kuongea, pati 2 inaanza. Tulisema yako wapi? Dawa sio kuacha mambo ya Mungu. Dawa ni kufanya mambo ya Mungu kwa moyo wa unyenyekevu, kwa moyo wa kupenda. Amen. Haleluya. Amen. Wangapi wanamjua Chura? Chura akiwa hapa, kimtandika teke mpaka kule nje. Nilikuwa njoo kuongea. Bana nikwambia asante sana. Hapa sisi nikifika sana. Hilo teke halijaniumiza. Nimeniongezea speed ya kusonga mbele. Haleluya. Maneno ya watu yasikurudishe nyuma, bali yakuongezea speed ya kusonga mbele. Yakuongezea speed ya kumtafuta Mungu. Yakuongezea speed. Usikae chini kwa sababu ya mtu. Usiache kufanya mambo ya Mungu kwa sababu ya mtu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Usiache. Ukiona unaacha kufanya mambo ya Mungu kwa sababu mtu amekukosoa, kwa sababu mtu amekusema vibaya, bado hujamjua Mungu unayemtumikia wewe. Bado hujamjua Mungu wako. Bado hujamjua. Na roho unyenyekevu yuko ndani. Kwa sababu roho unyenyekevu yuko tayari kujifunza. Yuko tayari hata maneno yaongelewe, yasemwe. Mtu mwenye unyenyekevu ametia pamba kwenye masikio yake. Anasikiliza la Mungu tu. Mungu anasema nini? Mungu anamuelekeza nini? Mungu anamtumia mtu kuja kuniambia nini? Na mtu akikwambia jambo ambalo ni nzuri, moyo wako unapokea kwa moyo wa furaha. Lakini mtu amekwambia usifanye hivi, alafu umechukia, kiburi hiyo. Hiyo ni kiburi. Bwana kusaidie. Hiyo ni kiburi, na mtu mwenye kiburi hapendi maonyo, na mtu asiyotaka maonyo atakufa. Atafanyaje? Atakufa.
Kifo kabla litafaa vifo tu kifo. Yaani kama utaki maono unakufa, kifo kile chenyewe kabisa tafaa vifo. Bwana kusaidie sana. Bwana asifiwe. Amen. Ukisoma kwenye Zaburi, kwenye Methali. Methali sura ya 15, hebu nisomee 15 mstari wa 10. Adhabu kali ina yeye aiachaye njia. Soma kwa sauti. Adhabu kali ina yeye aiachaye njia. Naye achukiaye kukemewa atakufa. Sema vizuri hapo. Naye achukiaye kukemewa atakufa. Bwana asifiwe. Naye achukiaye kukemewa atakufa. Hata mtu mwenye kiburi hapendi kukemewa, hapendi kuonywa, hapendi kurekebishwa. Nini kinafuata? Ukiona wewe ukikemewa, ukirekebishwa tu, unavipa, unachukia, kifo kinakukaribia. Anza kujipima leo. Je, mimi nikikemewa, mimi nikionywa, sio tu kanisani, hata nyumbani kwako huko, hata nyumbani kwenu, hata kazini kwenu, ukiona kama ukionywa, ukirekebishwa, unachukia, kifo kinakukaribia. Hebu sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kuanzia leo, kuanzia sasa, nakataa roho ya kiburi. Nakataa roho ya kiburi kwa jina la Yesu. Haleluya. Hiyo ni roho mbaya, uikatae kiburi. Ukikataa kiburi, kinachokuja kwako ni unyenyekevu. Bwana asifiwe. Nyenyekea. Nyenyekea. Mungu anaangalia unyenyekevu wako. Kila unachokifanya Mungu anaangalia unyenyekevu wako. Unaweza kumuomba Mungu muda mrefu, unakuwa na uhitaji kwa muda mrefu, lakini Mungu akiangalia ndani ya maombi yake kuna kiburi kipo ndani. Labda kiburi cha fedha, labda kiburi cha afya, labda kiburi cha elimu. Mungu anaona kuna kiburi ipo ndani. Kwanza wacha kwanza, kaweka pause kwanza. Aendelee kutafuta. Biblia inasema kabla hujaomba Mungu ameshasikia. Kabla hujaanza kuomba tayari Mungu amejua unataka nini. Na tunapoomba sio kwa tunaomba kwa ajili ya tunamlazimisha. Tunapoomba ni kwamba tunafanya kwa Kiswahili. Unapomuomba Mungu, unapoingia, kwa sababu Biblia inasema Yesu amekaa mkono wa kuume wa Mungu Baba akituombea. Si kweli eh? Kama Yesu anatuombea, wewe unapoomba ni kwamba unaendelea kuyasukuma. Yaani kuyafanya yale maombi yaendelee kuja kwako. Uwezo ukaomba wa kumshawishi Mungu kitu. Mungu anakujua. Bwana asifiwe. Mungu anajua maisha yako. Mungu anajua mahitaji yako. Kwanza Mungu anaangalia nguvu iliyoko ndani ya mtu, unyenyekevu ulioko ndani mwake. Nikimpa hiki anachokiomba, nitakuwa nimemsaidia au nitakuwa nimemwangamiza? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anafikiria kwanza hivyo. Nikimpa hili hitaji lake nitamsaidia. Wewe unaomba gari, Mungu nisaidie. Baba nipate gari. Mungu angalia, nimetembea muda mrefu na jikoa mpaka kucha zimeng'oka. Mungu sasa nataka nipate gari. Lakini wewe unasema nikipata gari watanikoma. Si wapi lift. Nikipata gari watanikoma. Yaani takimbiza hilo. Nikipata gari sijui nini. Umeshaweka yaani moyoni mwako hayo ndio yanaonekana. Nikipata gari tu nitafanya hiki, nitafanya kile. Alafu hayo unajizima data kwenye hapo, unageuka Mungu unasogea mbele yako. Mungu naomba unipe gari. Wakati moyo unafurushi. Mungu nikipata nitafanya hivi. Kwani Mungu atakupa? Mungu hakupi.
hakupi. Waefeso 3:20 nisomee. Nisoma kwa Waefeso 3:20. Kuna kitu kiko hapo ili ukielewe. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Nguvu itendayo kazi ndani yetu. Nguvu. Kabla hujaanza maombi, kabla hujahitaji kitu Mungu achilie kwako, Mungu anachoangalia ni hiyo nguvu iliyoko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo nguvu iliyokuzunguka kusema Baba katika jina la Yesu. Nilikupa ushuhuda sehemu fulani, kuna jamaa mmoja kule kijijini. Yule bwana alikuwa ni Mluteri, lakini wale Luteri ambao tunasema kwamba wameokoka, si wanaitwaje? Au walokata shauri. Charismatic Roma. So Roma hiyo. Hivyo. Lakini wale au ndio ambao wanasema kwamba wao wamefanyaje? Waelewe, wale ambao wanasema wameokoka wapo. Sasa, kitu mimi sijaokoka. Tunaenda kwenye nini? Kwenye kipaimara. Tumeenda kwenye kipaimara kijijini huko. Kisa kipaimara Magoni kama tunafungwa ndio na shetani. Kuna kwenye kipaimara za kwetu fisi. Yaani ukikaa hapo unaona kabisa amekatiza pumzi. Mbele ya huyo fisi. Ni wengi. Umeelewa? Bwana kanajua bwana kule kweli. Hata na ofisi kusimba wako kule utaliwa. Twende kwangu pale ukalale hapo asubuhi unamkia kwako. Hata kwa jana naanza kufikiria. Nimemkubalia sawa lakini naanza kufikiria. Na wajua walokole. Wakianza maombi yao tu tunalala saa ngapi? Sasa hivi ni saa 8 kwenda usiku. Namfikiria huyu mlokole tukishafika sasa hivi saa 8. Akianza maombi saa 8 hapo kwenye saa 9 saa 10 tunalala. Ndio jana tinga tunamfikiria. Hata kile chumba chake tulikuwa kuna vitanda viwili. Kwenye kona huku na kwenye kona huku. Vile vitanda vya zamani vile vya nini? Kwenye spiringi vile, Najua kwenye spiringi, sio hivi sasa hivi. Unajua vile kwenye spiringi? Wangapi wameshalalia kwa vitanda? Haina haja godoro. Ndio kulala tu na nesa lenyewe tu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kitanda chake kule na mimi na changu huku. Belala pale kumeshakaa kitandani. Sasa namsubiri mkule aanze maombi. Baada kana kumeshakaa kitandani naambia yeye nimekaa. Anasema, "Takana niulize umeshakaa si sawa?" Anataka aanze sasa kufunga volume ya maombi. Mimi mwenyewe nasema yani hasa hapa nashindana naye kimoyo moyo. Sema huyu mimi najua tamwachia njia. Akianza kuomba nalala. Amwacha aombe mwenyewe. Hapo ndio sasa blanketi lile unakaa hivi unakuta blanketi unaweka miguuni kwanza hapa. Blanketi ni zito kama ile speaker. Blanketi ukimfunika huyo mtoto haamki. Blanketi makubwa ile. Bwana kaniambia tayari okay sawa. Akaweka mikono hivi. Akasema, Bwana Yesu, kama kawaida hapo kutani. Amen. Tulale. Sasa tunaenda sasa. Mlokole huyu wa kisasa huyu. Tulipolala sasa usiku. Ndipo sikaanza kukoroma.
Nikaamka pole pole. Maana mkutano naona kuna kitu kwenye. Sasa nataka nijue hii kama kawaida hapo ukutani. Nikaamka pole pole. Na kasikangu fulani hivi. Kanokia fulani hivi katochi kale kadogo cheupe. Kanya nikamulika Mungu. Kwanza mwanga wake ni kama hivi. Mwanga wa hiyo simu. Kwa hiyo unamulika. Nakuta hapa ni maombi. Yameandikwa maombi hapa ya kunilinda usiku nikilala. Maombi ya kazini. Yaani hapa kalamu nyekundu, hapa blue, hapa nyeusi. Ni mpangilio wa maombi anayapangilia hapo. Hana muda wa kuomba. Yeye hana muda. Yesu kama kawaida hapo soma ulijibu. Kama kawaida hapo. Kama kawaida hapo. Nilinde. Kama kawaida hapo naenda kazini nitunze huko. Kama kawaida Yesu nimerudi na lala. Hana mambo mengi. Kama kawaida. Bwana tusaidie. Amen. Bwana tusaidie. Amen. Na hata makanisani kwa leo tunao watu wa namna hiyo. Japokuwa yeye hajaandika pale kama kawaida hapo. Lakini kulingana na shughuli za kila siku zimembana, hata hana muda na Mungu. Amena amepanagana kule, anarudi. Hasa wale mabacho wale ambao bado hawajaoa. Anaanza kuvua nguo kabla hajaingia ndani. Na akichomoka ile asubuhi hata neti atoi. Kwa hiyo kwamba tuani akirudi anaanza kuvua nguo kabla hajafika. Ameshakula kwa mantile kule anaanza kuvua nguo. Anakuja anaingia kwenye neti. Kisha ingia Baba katika jina la Yesu na kushukuru. Kisha yaani kusema amen. Kusema nini? Hajui amemaliza saa ngapi. Hayo kusema kwenye Waefeso anasema basi atukuzwe yeye ambaye anayeweza kufanya mambo ya ajabu mno kuliko tuyaombayo au tuyawazavyo, lakini kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani mwetu. Unapomwomba Mungu, kabla ya Mungu kujibu maombi, anaangalia nguvu iliyoko ndani mwako. Kwa sababu ile nguvu ni chombo ya kupokea majibu ya maombi yako. Bwana asifiwe. Amen. Kuna uhusiano mkubwa kati ya maombi unayomwomba Mungu na upako, uwepo wa Mungu unaoko ndani mwako. Bwana asifiwe sana. Kuna uhusiano mkubwa kati ya maombi unayomwomba Mungu na nguvu za Mungu zilizoko ndani mwako. Kwa kama unasema Baba katika jina la Yesu, Mungu hana nini? Mungu hana haja na hayo maneno ambayo yapangilia. Katika jina la Yesu Baba ndiko ile. Kuna mama mmoja alisali pale alikuwa mjamzito. Yule mama alikuwa ni mjamzito. Ananena kwa lugha kanisa hili lote likasombe. Ananena kwa lugha. Wao tunasema Roho Mtakatifu yuko hapa. Hata siku moja kitoto kikakatiza mbele yake kinabeba biskuti. Mama mjamzito yule. Mtoto kama huyo akatibu mbele yake kabeba kibiskuti. Sasa mimi nimepiga magoti nikaona hapana ikuenda kwa lugha imebadilika. Mtoto akaja. Mama kakaa pale kwenye nani madhabahuni pale. Anang'ata biskuti hapa ina kwa lugha. Anaenda kwa lugha. Hapa anang'ata biskuti anakula biskuti. Unaenda kwa lugha sio kigezo kwamba una Mungu ndani wewe. Kunaenda kwa lugha sio kigezo kwamba wewe una Yesu ndani. Utapeli mkubwa, watapeli wengi wanaenda kwa lugha. Haleluya. Shika neno la Mungu, weka neno la Mungu ndani. Unaenda kwa lugha lakini jeuri, unaenda kwa lugha lakini utia upo. Hiyo lugha haina maana yoyote. Kama kunena kwa lugha, yani akili haipo. Unaenda kwa lugha unakumbuka kula biskuti. Kweli?
Hiyo lugha ipi hiyo? Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu anawapinga wenye kiburi. Anawapa neema wanyenyekevu. Anawapa neema wanyenyekevu. Andika Petro wa kwanza sura 5 mstari wa 5. Tutasoma hiyo tutasoma, lakini andika Mithali 3:34. Andika Wafilipi 2:5. Andika pia Wafilipi 2:8. Yohana 13 mstari wa kwanza na wa 5. Isaya 53 mstari wa 7. Petro wa kwanza 2:21. Mwanzo 13 mstari wa kwanza mpaka wa 18. Soma Petro wa kwanza 5. Hata mstari wa 5 tumalize na andiko hilo. Petro wa kwanza sura 5 mstari wa 5. Vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee. Ndio. Na ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana. Sawa. Kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amerudia vile vile tu, Mungu huwapinga wenye kiburi. Hivyo hivyo ninyi vijana jifunzeni kwa wazee. Jifunzeni. Vijana walio kujifunza wataki. Bwana asifiwe sana. Ni wajuaji. Na sasa hali imebadilika. Vijana wa leo ni hatari sana. Lakini Mungu awape neema hiyo ya unyenyekevu. Sisi zamani tunakuwa jijini kule, ukikuta mzee anabeba mzigo wake, unampokea hata kama umjui. Unabeba mzigo wake unaenda nao nyumbani, unapeleka, anakuelekeza tutende hivi, unafika mzigo unafika. Ukirudi nyumbani, kwani umechelewa? Bwana unaacha ng'ombe, bwana unaenda, unaambia bwana kuna mzee hivi na hivi. Unakuta bwana nimemsaidia mzigo wake. Wazazi wanafurahi safi sana. Leo wazee wenyewe wanaogopa vijana. Leo ni kinyume. Leo unakuta mzee anabeba mzigo wake, yani mpaka anataka kuanguka nao. Hakuna kijana anaomba nikusaidie, mzee anaogopa, anajua huyu nikimpa ataondoka nao. Hata nisaidia. Hali imebadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Nasema ninyi vijana jifunzeni. Ingawa kwamba Mungu anawapinga wenye kiburi, lakini anawapa neema wenye